kama yale kwa watu wenzio, tena vyombo vya habari. Yani ligi hii kuwa ilipofika hapa, shirikisho hili lilipofika hapa, ni mchango wenu nyinyi, sisi na vyombo vya habari vingine vyote. Umeelewa vizuri eh? Kwa hapo kuna akivaa basi sio eneo lake. Sasa ndio maana nikasema kwa sababu sio taaluma yake, basi kuna utu uzima. Basi toa kuna utanzania. Yani Watanzania tuna utashi, tuna upendo. Yani ule mzee upendo hana, inaanza kunitia mashaka. Hakuna Mtanzania ambaye hana upendo. Mimi nilivyofundishwa, tuna upendo, amani na ushirikiano. Kwanza Mwalimu Nyerere aliunganisha zaidi ya mataifa 100 na yeye anasema vyombo vya unavigawa vyombo vya habari. Sisi kwa kupitia waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Profesa Paramagamba Kabudi, alituambia hivi, vyombo vya habari ndio mtima wa nchi. Yani hii ndio imeshika dhama yote ile ya nchi. Sisi ndio tuna uwezo wa kutangaza ubora na mali zetu kuzitangaza huko nje, tutengeneze sifa ya nchi hii. Sisi ndio tumeshika ile taswira ya Tanzania. Sisi ndio tuna mamlaka na nafasi kubwa ya kutangaza mlima wetu. Sisi ndio tuna uwezo kusema mboga zetu. Sisi tuna uwezo kumtangaza Samata wetu. Sisi ndio tunaweza kusifia rais wetu. Sio yeye aseme yeye bora. Hao wana mamlaka hayo. Ndio maana wanahangaika leo hii kwenye mitandao ya kijamii, wanahangaika mara siju kafanya haya. Yale yatakiwa sisi tuitwe na management nzima ya habari ya shirikisho kupitia Ndimbo na kamati yake na katibu, watuambie jamani, kutoka hapa tuna jambo tunataka tulifanye CAF kama shirikisho letu. Tunatokaje hapa kuonesha mazuri ambayo rais wa shirikisho ameyafanya. Sasa unapoenda angalia comments, yani CAF wanajua na siku hizi ina translate, si ndio? Wanaona comments zote, hata comment moja wale watu mfamaji akosi kutapatapa. Ndio maana nikwambia ni bora yani watu wangekaa kimya. Sisi tulifurahi tulivyoona wamekaa kimya, lakini mzee Mguto naye akatoka akasema ataomba po serikalini. Kaeni kimya, yani kaeni kimya, fanyeni mambo ya kimya kimya. Why not kakaangu Boimanda na Ndimbo ndo asingekuwa wanatoka kutoa mataarifa? Kwa nini wanatoka wao? Yani mzee Mguto aongeleaje hili jambo? Sawa, mpe maagizo mfanyakazi wako kwenye hiyo idara. Boimanda ni super babu. Boimanda superb kwenye eneo hilo. Yani genius. Boimanda ni super, ana uwezo wa kuzungumza, anajibu hoja, anajenga hoja. Kwani wewe Rais Samia na Gerson Msigwa nani boss? Kwa nini anaongea Gerson Msigwa kujibu hoja zote? Sasa yani kwa nini? Yani Samia anatenda matendo tu, ana execute. Bwana daraja limekamilika, bado ili hapa 7%. Taarifa inaenda kwa Msigwa. Wizara ya habari leta mna jambo gani? Wizara ya ujenzi mna jambo gani? Wizara sijui ya afya mna jambo gani? Wizara sijui ya maji mna jambo gani? Nyi wengine nyinyi mawaziri simamieni sera, katekelezeni sera ya kusimamia huo mradi kwenye wizara zenu husika, si ndio? Lakini taarifa kwa vyombo vya habari, mamlaka hayo yapo kwa katibu wa habari ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa. Jaza mbele genius. Mimi ni mzee wangu, mimi ni kakaangu kabisa na kueleza hilo, amenilea Temeke kwetu. Ila kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa wanachama wa Simba, ana bado tuna kofia ya watani hawa wa jadi, anaweza kuwatania. Lakini kwenye eneo la kusemelezea yuko serious, anajitambua, ni mwanasiasa mzuri na amefanya vizuri kwenye eneo hilo. Kwa ana akili, anacheza tu na maneno, lakini amesimamia kwenye nafasi ya kwamba bado ni utani wa jadi, ana mamlaka ya kuwatania Yanga vyovyote vile. Yani yule ana sehemu ya kujitetea, lakini hawezi kutoka kwamba hii ni kauli ya klabu kama mwenyekiti wa wanachama sisi anatania. Yeye ameongea kwa niaba ya wanachama, ni kweli, sababu yuko upande wa wanachama, lakini anasimama na nafasi wana kofia ya watani wa jadi. Kwani Yanga walivyoenda Bunju ndio maana aliongelea lile. Anajua ni utani, kwani it was serious? No way. Kwa sababu hata kanuni haiwezi kukufunga kwa sababu ni watani wa jadi. Ile ni utani wa jadi amezungumza. Sio kwamba ndio kauli. Sio angepeleka kwenye peji ya Simba. Wale unaona walimnukuu Simba. Ni chombo cha Simba. Ni online ni ana haki, ni mwenyekiti wa wanachama wake, kwa lazima wafurahishe wanachama wake. Mzee Mangungu nimekwambia ni mwanasiasa, moja kati ya wanasiasa bora. Kwa anajua kudili na watu. Unaona umepata hoja kwa sababu alikuwa anataka upate hiyo hoja. Ana akili yule. Wewe umeona kaongelea sisi tuna haki. Kanuni haitubani. Hajagusa hivyo. Smart. Hapo twende mbali zaidi. Yanga sasa hivi wako kasi na shauri lao zidi ya mtani. Shahidi upo?
Nimekuwa nikilizungumza hii wiki ya pili mfululizo. Kuwa na mazoea ya kukosea mara kwa mara sio kibali cha kupitisha kuendelea kukosea. Na kumekuwa na hizo series ambazo zinakuwa na episodes tofauti za watu kuendelea kukosea na kuamini kwamba busara, hekima zitatumika. Nadhani umefika kipindi labda wananchi wameona sio muda tena wa kuifanya busara ikahalalisha haki. Na wameshikana pazuri. Maana tunafahamu uwepo wa rais mwenye dhamana ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa, lakini pia ana kilemba kama mwenyekiti wa klabu zote barani Afrika, ACA kwa maana ya mhandisi Hersi Ali Said. Nyinyi mnamuita engineer, sio? Mhandisi bwana yuko Uingereza, baadaye akaenda Uhispania. Kote kule kuna mambo ya CAS. ACA kwa maana ya kilemba chake cha kuwa mwenyekiti wa klabu za barani Afrika. Lakini inavyosemekana, kwa sababu ni zaidi ya wiki mbili atakuwepo huko mpaka tarehe 20 ngapi, sio 6 ngapi. Inavyosemekana pia yupo kwa ajili ya mtazamo wa jambo hili pia. Kulipeleka mbali na reference zote uzuri Yanga wanazo. Na inasemekana katika kesi 4 zote ambazo kubwa Yanga walikuwa wakishindwa kwa busara. Yaani walikuwa wanakubali bora yaishe. Wakajumlisha wenyewe. Tumesikia mpaka wanachama juzi wazee wa Yanga, yule dada aliongea, Elizabeth yule. Aligusia issue ya Morrison, aligusia issue ya Faisal Salum Feitoto tarehe 21 ile, unaikumbukaga ile 2021. Zote hizo zilikumbushiwa kwamba Yanga walikuwa wanakubali kwa busara kutokuleta mtafaruku. Lakini sasa safari hii kutokuachia mtafaruku, na nchi ina mambo mengi ya msingi, tunaelekea kwenye bunge la bajeti Juni, lakini pia tunategemea mwaka huu kuwa na uchaguzi mkuu wa serikali. Yani watu wameona bora